Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi chetu cha tafakari ya kiimani. Leo ni Jumapili ya tarehe 28 ya mwaka wa kanisa, tarehe 12 Oktoba mwaka 2025. Tunapokutana tena tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha na kwa fursa ya kulisikia neno lake takatifu. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 aya 14 hadi ya 17. Wimbo wa katikati unatoka Zaburi ya 98 aya ya kwanza hadi aya ya 4. Somo la pili linatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya 8 hadi ya 13. Injili inatoka Mwinjili Luka sura 17 aya 11 hadi 19. Kauli kuu ya tafakari yetu ya leo ni imani na shukrani, njia ya kuona mkono wa Mungu. Somo la kwanza, waraka wa pili wa kitabu cha Wafalme sura ya 5 aya 14 mpaka 17. Naamani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Aramu, alitakaswa ukoma wake alipotiishwa kuoga mara 7 katika mto Yordani, kama alivyoagizwa na nabii Elisha. Baada ya uponyaji, Naamani alirudi kwa Elisha akisema, hakika sasa najua kuwa hakuna Mungu duniani ila katika Israeli. Akaahidi kutomtolea tena sadaka Mungu mwingine ila Bwana pekee. Hapa tunaona imani inayoleta utii na utii unaoleta uponyaji. Naamani aliponywa si tu kwa maji bali kwa imani na unyenyekevu wake. Mungu hutenda kazi pale tunaponyenyekea mbele zake. Wimbo wa katikati ambao unatoka katika kitabu cha Zaburi ya 98 aya ya kwanza mpaka ya 4. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kwa maana ametenda mambo ya ajabu. Mkono wake wa kuume na mkono wake mtakatifu umemletea wokovu. Twaalikwa nasi leo kumshukuru Mungu kwa matendo yake makuu. Shukrani ni ishara ya moyo unaotambua kazi ya Mungu. Somo la pili ambalo linatoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya 8 mpaka ya 13. Mtume Paulo anamkumbusha Timotheo, kumbuka Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, na anasema kama tukivumilia tutatawala pamoja naye. Kama tukimkana naye atatukana. Hapa tunakumbushwa kuwa imani si maneno tu, bali ni uvumilivu, ni uaminifu hata katikati ya mateso. Kama Naamani alivyoamini hadi akapona, nasi tuwe waaminifu hadi mwisho. Injili inatoka Mwinjili Luka sura ya 17 aya 11 mpaka 19. Yesu alipokuwa akienda Yerusalemu alikutana na watu 10 wenye ukoma. Walimuomba, Yesu, mwalimu, utuhurumie. Akiwaambia waende wakajionyeshe kwa makuhani. Wote walipona njiani, lakini mmoja tu, Samaria, alirudi kumshukuru na kumsifu Mungu. Yesu akasema, je, wale 10 hawakutakaswa? Wako wapi wale 9? Simama uende zako, imani yako imekuponya. Tafakari ya leo, imani na shukrani. Ndugu msikilizaji, masomo yetu leo yanaunganika katika ujumbe mmoja, imani inayozaa shukrani. Naamani aliponywa kwa utii na imani. Wale wenye ukoma waliponywa kwa imani. Lakini yule mmoja aliyerudi kumshukuru Yesu alipewa zaidi, uponyaji wa ndani
na wokovu wa moyo. Shukrani ni tendo la imani. Mtu asiye na imani hawezi kushukuru, maana haoni chanzo cha mema aliyonayo. Lakini mwenye imani anajua kila pumzi, kila siku, kila baraka ni zawadi ya Mungu. Leo Yesu anatuita kuwa kama yule Msamaria. Tukumbuke kurudi, kushukuru na kuishi maisha ya shukrani. Tuwe watu wanaotambua rehema zake, si tu tunapoponywa, bali kila siku tunayopumua. Tuombe. Bwana, tunakushukuru kwa neno lako leo. Tupe mioyo ya imani kama Naamani na mioyo ya shukrani kama yule Msamaria. Tusaidie kuona mikono yako ikitenda kazi katika maisha yetu, na tuwe mashahidi wa rehema zako kwa maneno na matendo. Tunaomba hayo kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Asante kwa kuwa nami katika kipindi cha tafakari ya kiimani Jumapili ya leo. Mimi ni Godfrey nikikutakia Jumapili yenye baraka, imani na shukrani tele. Tukutane tena wiki ijayo. Mungu akubariki.